Yesu Kristo. Oyo no Bishop Simeon Ongiri atanga orase studio litu kolia lero. Yabera matuka mange na ndentanya gocha lakini lende ningenderete koba ngonya gutigiriria lingane liria Nyasaye. Kolengana buna Nyasaye anyarire koba kago tobo moyo. Na lero maiga na chirase TV ya Ndizi TV na yato ireri bageri ndeto nyare koba tugukwana lingana lia Nyasaye. Na nabate ya Amarieta Bishop Simeon Ongiri atanga gonkorwa se kanisa ya Mwamogesa Church of Christ. Mwamogesa Church of Christ gegotoka alia daraja 2 nyuma ya secondary school. Abuno otoko nyako murangereria omoneno ito Nyasaye gotoka nyeteri tukoliria ekero Kristo Yesu agocha korokiwa. Moses niwe nimanyete Nyasaye nabwate okogania namanyete naganiti gukwa namo naye oyo waikire moyo litukolia lero. Nande tigambate byegente kama egento Nyasaye nabagokorwanere segipi okora. Lakini bona ayo tuli kumanya kisegire ngaruanete nere kyagera babisato bwata senseye nabange. Gobonekera kwa ikabono mambia it's not kawaida. Yani sio chambo la kawaida kwako wewe kufika siku ya leo. It's a new morning, a new day ambao umeweza kufika wewe siku ya leo. Kwa hivyo imegharimu mkono mkuu, mkono wa uwezo mkuu, mkono wa Mungu kwako wewe kufika siku ya leo. Wacha kusema ni kawaida. Haichakuwa kawaida. Mungu amepingana na wachawi, Mungu amepingana na watu ambao wanakuonea wifu, Mungu anapingana na wale ambao hawataki uendelee. Mungu anaendelea kupingana. Kama ni uwezo wao, kama sio mkono wa Mungu, ungeweza kuona siku ya leo. Lakini kwa sababu Mungu anakupenda, ana makusudi mazuri juu ya maisha yako, juu ya familia yako, juu ya watoto wako, ndio maana amekuwezesha ili upate kuona siku ya leo. Basi kama ni yeye, mbona usichukue muda wako ili usikilize neno la Mungu, na ukisikiliza neno la Mungu ili upate kujua mapenzi yake ni nini. Kusikiliza neno la Mungu ni jambo moja, lakini kufanya yaliyo ndani ya neno la Mungu ndio jambo linalotakikana sana. Nyasaye abasesenie kegima ekero togoji gusanga mang'ana ya Nyasaye korwa segetawe kekia kyomuchakano 15 nemo tosome ekebungo 5 amo goike kebungo ya 10. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Mwanzo 16 na tunasoma mstari wake ama mistari ya 7 hadi mstari wa 10. Na nitasoma katika lugha ya Gusii, na wale wengine ambao amuwezi kuyaelewa yale yako katika Gusii, mtaweza kufungua katika hicho kitabu cha Omuchakano 10 ama Mwanzo 16 mstari wake 7, 8, 9 na 10. Na nitasoma katika jina la Yesu. Omumalaika bwa monene akamorora Agari aseroro ase nsoko ya mache yarenge asenjera ekogenda suri. Akamuboria aye omosombo Sarai ngayokorwa naende ngayokogenda. Akamuiraniria nigongota makorwa ase omoiborio minto Sarai. Elio omumalaika bwa monene akamotebia irana gokyase moiborio mino na bweke yasare. Naende omumalaika bwa monene akamotebia nimentekanie ororeria rwao na omubaro obo tokonyarwa kobareka. Ekiagera barabe abange mono. Monene Nyasaye twasabire aseringane riga wachorire gukwana mo naitwe Nyasaye kwana mo nemio yaito rindo nyare ko bakogotosenia aseringane. Ekiagera twagosasimire ande twagosabire aseri etali ya Kristo Yesu oyoro monene na inde omotorio ito. Amina. Basi amang'ana ya twanyarete ko batoko Somali tukolia lero no mumalaika onyarete ko bakagochera omosomba Osara oyorengeli tangani garengo omosomba Osara ekera Sara chikorobeire miaka emenge taranyoro omwana na Abrahamu mugakoye nere okorire miaka emenge sana. Na yeye pamoja na Sara hawajapata mtoto. Yani mbabu ati mwana. Elio Sara akalete kerengeli, yani Esa Chesoni. Akalete kerengeli ya sumu sacha oye. Akagamba, yani bakagamba. Na igeko geratoka tanga mosacha amono mukungu komori nyomba, mwagamba elinde mwanyara kwa moko igwanana.
lakini chinga kichinyinga gokonyo omukungu arengerete abwato obisi bwaye gocha no musacha abwato obisi bwaye gocha iga omukungu abwato obese bwaye gochiga iga ne biombe byaye no konyora kwaye no musacha nera abwate bintu byaye gochiga igonde tayo manyetekere ekyo montonde akonyara kawaga gokora lakini ritukoria rero twanyorire ga iga mariko gato tebire nga Sara agacha se omusacha oye akamotebia onyore ndiri yanyarekana bono otu obe amo no musomboyo ore ase nyomba yaito erinde Nyasaye atonyorere gese gukorwa sororo igo Sara nero bwat orete tekerengerie ka Abraham tali Abraham obwate kerengerie kenga iro musubati ori olenge ko bakorere meremo lakini Sara nero orete tekerengerie ka kamotebia moire erinde gose natonyorere omwana erinde ache gotenenie gese kugiito Abraham did not take chances akagenda akairo musubati ori kera moira Biblia yatebangwa musubati ori akaba morito ekera chakaba morito agachanda moiborio mwabo Sara yani umoneno orioyo omurigete meremo akamochanda Biblia teikoro kingani kia mochandete lakini ge kworo kingaga mochandete mono Sara agachigotema kolemereria agateba no endoje nga yangikire omoyo akarwora agateba kagenda paka Abraham akamotebio moiborio yo ominto gosomo somboyo onchandire kweli kweli Abraham nere ganjete Sara amwanjete kianda gikomi amwanjete bwana omukungu oyo munywome amwanjete buna omusacha omuronge abwanerete wanja omukungu oye akarwa akamotebia ligereria musomboyo gosomukungu oyo korwa Hagari igara samago kao nayo raro rengane kiora nyare ko bagakomokolera yani akapata kibali kutoka kwa Abraham ya kwamba amtende vile yeye mwenyewe anataka kwa sababu ako katika mikono yake. Alienda kwa yule mwanamke akamtesa. Biblia inasema Sara akamtesa mpaka yule mwanamke akasema wa imefika mwisho. Yani akamuchanda goikomo kungo lya gatanga bono ya ikiromo elio agatama yani umanyete ndire enseye ndire bintu birago tuomeri biko go tuomeri pi elindo tame aka so tamaguchia tomanyeti uno materio oyomo ase abateri baito bagusi atera togotera gotebanga nka yokorwae nka yogochia yani unatoka wapi na unaenda wapi yani nabo manyeta asokorwa lakini tomanyeti asokogenda ogotabanga nabo nkogenda nyore nguchi Nairobi rugo yani gobono tayi Nairobi oguchi yani bono tomanyeti asogochi nabo nkogenda nyore nguchi chamu yani ogwatora ndonsi gosenguchi Mombasa ngende nso nyore Nyanchama ngende nsirero gose gwateba nkogenda nyore nguchi Nakuru ngende guchi Tokyo yani ogwatora marieta gete yani otamanyeti asokogenda ontagete gukwana naye oya kweminchire korwa senka yao korwa se kanisa yao korwa se meremo yao korwa sobokoreri bwao korwa sabana bao korwa sabaiboli bao korwa somo sacho korwa somo ngino aserieta ya Kristo Yesu asatayo gocha gogote banga kogenda nyore nkerichonchi gotora nyore ndecha kwani lero matekale no abantu go bade gote banga tigangenda nyore nkericho nye kwa matoigo elinde bonya gokiera lakini lero kericho agenda ororo ne chimasini chibekiro ororo chigotore echae libagari y'abantu chimasini na chichikobe kwa amaguta chia tamogondo gali chia tore chae abatori echae lero igo bale abakase kwerenderi bono omosubati oyo bona agatama kurwa semo ibolyo mwabo lakini ningo chagete bitina omonto chagete bitina no musubati oyo kwa Hagari yeye ndiye alianza vitina na yule mkubwa wake yule ambaye alikuwa anaitwa Sara yeye ndio alikuwa anamfanyia kazi alikuwa anafanyia Sara kazi lakini Sara akaona ni vema ampatie Abraham ili wapate watoto ambao watakuja kuwa kisasi katika uzao wao. Bwana Yesu asifiwe. Sara akamtendea mema lakini yule alipoona ya kwamba amekuwa mjamzito akamdarau yule ambaye alikuwa mkubwa wake ambaye ni Sara. Alimdarau, akamtenda mabaya, alimtukana vibaya kwa sababu Sara hakuwa ana uwezo
wa kuwa mjamzito. Akamdharau, akaona ya sasa yeye ndio ako na mimba, ndio anaenda kuzaa, ndio sasa yeye ndio Abraham atampenda. Najua kuna watu ambao wanasumbua wala ambao hawana uwezo wa kuzika mimba. Kama yule, kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa naimba agatebanga arenge gotera gete, yani agatebanga umukungu tabwa tyo mwana tabasa goitere njira na iteire ngenjo yaye anatukanwa, akoramwa, agokorerwa bobe, agochaywa, akogambwa, akomogorerwa, agokorerwa ebintu binge kegima mpaka agaikagatebanga wa tigantebe ng'aye na iteire na indo tabasa ko bakago eteroro goikagache gotongo gotera kuria gateba umukungu utabwati omwana taite njira na iteire, umukungu utabwati omwana taite njira na iteire. Onye Sara arenge gocha koba ase oyolenga gotera okwo angani gacho ineti ogotera okwo bono batebenga abakungu batabwati abana mbaitenjera twaiteire, yani bono babe a group of the women bali batabwati abana baiteire amangana yogochai, amangana amabe, amangana atalimaya. Bono musubati oyo Biblia ni gego tebanga aka chaya Sara kweli kweli, yani alimdarau Sara sana. Bono keramo chayire Sarolia na Sara nera akagenda akaboria libaga kurwa somo sajoye Abraham nera asenge njobu anjani boria anjete Sara akamatebia igare asama boko au kora ekyorigetie nole no bosibore tamotebeti gendo muite gendo moserie aye umuswati igare asama boko nenda mfanyie vile unataka. Basi Sara nerekera nyoroko bwakoria sekorwa Abraham alienda akamtesa yule mwanamke, alimtesa kweli kweli, akamtesa mpaka yule mwanamke akainua mikono yake juu akasema ya kwamba nitaondoka hapa. Lakini mahali anaenda ajui, mahali anaenda ajui anaenda Kericho, ajui anaenda Nairobi, ajui anaenda Tokyo, ajui anaenda sijui wapi, ajui anaenda kulima Maasai, ajui. Sasa yeye yako njiani anaenda, yani alenchera kogenda. Iliyo mumaraka bwa munene Nyasaye oyo kurigereria kera orogendo rwakero muntu nabarigeretie nga agai orio muchayire Sara otamire korwase Sara ominyokire orio kominyoka tamanyiti sauji iliyo mumaraika oria akamotebia akamnyoka akamuikera akamoboria nkayokorwa naende nkayi ogochia. Bwana Yesu asifiwe. Nkayokorwa naende nkayogochia na manyite Sara engekorwa akarwa ora agatebia ni gongo tamakorwa asemo iborio minto Sara asengenjo yemechando eyanyarire ko bagago nchanda, yani natoroka kutoka kwa mke mwenza Sara kwa sababu amenitesa sana, ninatoroka kutoka huko. Maana maswali yalikuwa mawili, anamuuliza unatoka wapi na unaenda wapi, lakini sasa ajui mahali anaenda, lakini anajua mahali anatoka na ni nini imeweza kumtoa mahali pale. Kwa hivyo yule mwana malaika akamshauri, na hiyo ndio Sauli nataka kukuambia asubuhi ya leo, msikilizaji na mtazamaji. Hiyo ndio Sauli nataka kukupatia siku ya leo. Wewe ambayo naye nitazama, kuna mahali ambao umetoka, kuna mahali ambao umetoroka, kuna mahali ambao unataka kimbia na hapo ujui. Sasa malaika anakuja kwako kupitia kwangu mimi mtumishi wa Mungu, kupitia kwa hii studio ya Ndizi TV, na swali ambao ninataka kukuuliza, unatoka wapi na unaenda wapi? Alafu malaika akamshauri yule mwanamke, akamwambia kwamba rudi kwa mkubwa wako, kwa mke wako mwenza. Irana semo iborio mino, irana wekeye, haleluya. Irana semo iborio mino okoreki wekeye. Can you imagine omumalaika okonyorire njera akogotebia irana asemo iborio mino wekeye na ncheningo sesenie onye narenge kobaye ntebiwe irana abu asogotamakorwa wekeye oseseniwe amangana atatu oirane wekeye oseseniwe yugo narenge koirana
narenge gokongia enkoro ikiagere nse gokongia enkoro yane ntebe igonko genda liyoko mu maraka na ntebya ni gonko genda liyoka senko genda sengo kwera sengo chigosirira nsirere nkoba moyo mbengo kwankwe then wewe ndio nakiumisa na ndio bwate kineka nene ase obosibwa Nyasaye na yegera ntagete kwana sabantu balia kero kende abakungu mbale kene banyade kwa bagotama ko rwasaba saja babo wao ndio walianza kutesa abasacha baba aliendete uya, lakini tena wao ndio wametoroka, wanatoroka wakati Bwana alisema ni njia yangu ama hakuna njia nyingine. Uwezi kufanya hayo maneno hapa. Mimi ndio Bwana wa hii nyumba. Mimi ndio Mungu anajua kwamba mimi ni mtu. Mimi ndio kichwa ya hii nyumba. Sasa ukataka na wewe kuenda katika njia zako. Ukutaka kusikiliza bwana yako, ukutaka ufanye kulingana na mambo bwana yako anafanya, mambo yako ni kisirisiri, unaingia katika machama ambayo bwana yako hata hajui, pesa zingine unaiba, unatorosa, yani uko na mambo ya siri, umezaa watoto, you don't even want to think. Utaki hata kufikiria juu ya bwana yako, utaki hata kufikiria juu ya familia yako. Bwana anaendelea kujitahidi sana, lakini wewe unakaa na masiri zako, unakaa na mambo ambayo hayaeleweki. Bwana akisimama wima anasema hapana, haiwezekani kuwa hivi. Unasema bwana yako anakutesa. Sasa ile bwana yako unaona ya kwamba bwana yako anakutesa, unaanza kutoroka. Bwana aliyekuwa anakununulia, aliyekuwa anakulinda, anakupatia chakula unakula. Bwana ambaye amekupatia watoto. Bwana ambaye amekupatia mahali ambao utaweza kujenga, utaweza kuishi, amekupatia mahali ambaye hata wakati siku yako itafika utaweza kuzikwa. Lakini umemkataa, umetoroka kutoka kwake, unakimbia na ujui unatoroka kwenda wapi na watoto. Lakini siku ya leo huyu malaika Bwana ako juu yako na anakuambia kwamba unatoka wapi na unarudi unaenda wapi? Unatoka wapi na unarudi unaenda wapi? Hiyo ndio swali malaika anaenda kukuuliza siku ya leo. Yule mwanamke ambaye unatoroka kutoka kwa Bwana, nataka kukuambia kwamba shauri la Mungu linasema ya kwamba urudi na uchinyenyekeze. Hiyo ndio jambo kubwa ili Mungu wetu apate kukubariki. Mambo matatu. Yule mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Hagari aliambiwa rudi kwa mke mwenza wako, uchinyenyekeze na mimi nitakubariki. Na wewe mwanamke ambaye umetoroka kwa bwana yako, unasema mwelewani na bwana yako. Sikatai ya kwamba kuna mabwana ambaye kweli wanatesa wanawake, lakini kuna wengine wanakubali mateso ili yapate kuwafikia. Sasa wanatoroka wanaenda. Saa ile wanaenda wanafikiri ya kwamba kuna mahali wataweza kufika. Huyu mwanamke hakufika mahali, hakuwa anaenda mahali, ajue alikuwa anaenda wapi. Kitu alikuwa anajua kwamba alikuwa anatoroka. Lakini na sasa na wewe nataka kukwambia kwamba rudi kwa bwana yako. Rudi ili Mungu apate kukubariki. Rudi ujinyenyekeze. Rudi uwe mtiifu kwa bwana yako na yeye ataweza kukubariki. Atabariki familia yako, ataweza kuwainua. Ninajua so many families ambaye walikuwa waelewani. Bibi alikuwa anatoroka, lakini aliposikia mwito akasema wacha arudi kwa bwana yake, wacha ajinyenyekeze mbele za Bwana na mbele za Bwana, kwa sababu hizo ndizo sheria na amri za Mungu. Alipoenda akajinyenyekeza kwa bwana yake, akamtii bwana yake, akafanya yaliyo mema, Mungu akaingia katika ile familia, akawainua, akawabariki, akawainua. Sasa wanaishi na amani na utulivu wa Mwenyezi Mungu. Na wewe ukisikia sauti ya Bwana, wacha kufanya moyo wako kuwa mkubwa, kuwa mgumu. Sikia sauti ya Bwana, rudi kwa bwana yako, na wewe utabarikiwa pamoja na watoto wako, pamoja na familia yako, pamoja na nyumba yako yote. Ninajua ya kwamba kuna watoto pia manyete abana especially abana Chinyaruka. Kuna wakati wanafika agoikanyore form 3, yani anafika form 3. Yani mtu akienda sijui anaenda wapi kwa kioski huko chini ananunuliwa hata ndazi. Akikula hivi anasikia ile ndazi inaonja vizuri, anasimamisha nywele. Yani
Kumbe yule mtu alikuwa anamdanganya. Anamwambia ukikuja kwetu kama samani tulikuwa tunatafuta mahali chinsaga chialenge kwa yani ungatanga seito garagi ya chinsaga chikwama, yani tuna mchanga mwenye rotuba mzuri, chinsaga chikwama managu seito yani ligesa, yani ogweto yambwata chombe musacha gotebanga ontako nyometi chombe chiane chikuchiere kama sitakuoa wacha ng'ombe zangu sikufe. Lazima wewe ndio nitakuwa, yani kuna ile maneno unaambiwa wewe you are my sweetheart, maneno ya upole. Yani sasa ukiambiwa namna hivyo, ukifika katika kwenu utaki kusikia ni nini papa yako anakuambia, utaki kusikia ni nini mama yako anakuambia. Mama yako akikwambia unasimama, yani yule msichana anasimama anaangalia mama yake macho makafu. Mpaka mama yake anastuka, anasema huyu ni mtoto yule msichana wangu niliyemzaa ama ni nini? Ni nini imempata mtoto wangu? Mpaka wengine wanaanza kusema kuna watu ambao wameroga mtoto wangu. Maana mtoto wangu hajawahi kula namna hivyo. Sasa kwa sababu unaona mama yako chochote anakuambia, ushauri anakupatia, mtoto wangu kwa namna hivi, utaki kusikia, unaona mama yako makosa tupu. Unaona mama yako anakutesa. Yaani unaona mateso badala ya kuona baraka. Kwa sababu ya yule mtu alikudanganya yale mandazi, alikununulia ile soda, akakununulia juice, akakununulia chips, sasa akakuambia sweetie, akakuambia yale maneno. Sasa uone wazazi wako kamwe, utake kuwaona. Sasa umetoroka. Unaenda mahali unajua umetoroka kutoka kwa mateso ya wazazi. Kumbe sio mateso. Unatoroka kutoka kwa mateso ya mama. Unatoroka kutoka kwa mateso ya papa. Lakini hakuna mateso ya papa. Hakuna mateso ya papa. Hakuna mateso ya mama. Wewe ndio roho chafu waliweza kuingia kwa sababu ya ile vitu ulinunuliwa pale njiani. Sasa unatoroka, unaenda kabisa, unaachia shule njiani, utaki, unaacha hata karo. Unaacha pale katika shule. Pesa mama ambaye alipata katika shida. Umetoroka, unaenda, unaacha. Lakini siku ya leo malaika wa Bwana anasimama mbele yako. Anakuuliza unatoka wapi na unaenda wapi? Maana mahali unaenda ujui. You don't know where you are going. Lakini unaona kama unaenda. Lakini kitu unajua kwamba you are running away from your parents. So today nataka kuambia rudi. Na ujinyenyekeze mbele ya Bwana ya papa yako. Jinyenyekeze mbele ya mama yako. Rudi ujinyenyekeze. Ndio wewe utaweza kubarikiwa. Ikiwa hautarudi, unafikiri wewe ndio unajua. Biblia inasema ya kwamba mkono wa Bwana utakuacha uende uhangaike na utaangamia. So neno la asubuhi ya leo nataka kuambia wewe msichana uliyetoroka wazazi, na wewe kijana the boy ambaye uliona sasa umejiweza, utaweza kufanya yaro, utaweza enda mahali pale, umeacha hata shule. Wengine wameacha wazazi wao kwa sababu wanawaambia uache kutembea na hawa marafiki. Maana wazazi wanaona marafiki wazuri, marafiki wataweza kupoteza, lakini wewe unaona ni marafiki zako. Papa akikwambia ya kwamba hao marafiki watakufanya uanze kufuta ile bangi kubwa na utapoteza, upongo wako utapotea. Hawa marafiki watakuingiza katika pombe mbaya. Hawa marafiki watakufanya uache shule. Achana na wao, uende shule na uende kanisa. Lakini you don't want to listen. Unaona wazazi wako wanakutesa. Wacha tuone huyu mtoto ambaye alikuwa mtoto mpotevu. Biblia inasema ya kwamba alisema nipe kilicho changu. Nipe kilicho changu, akakusanya what was ile papa yake alimpea. Akaenda, akajua ya kwamba ameenda, akajua ya kwamba kuna mahali anaenda, akajua ya kwamba naenda little heaven, yani mbingu ndogo ambaye anaenda, mahali atakula raha, mahali atakuwa na wasichana, mahali atakula chakula anataka, mahali atakaa na vinywaji, mahali atakuwa na marafiki. Yani yeye macho yake yanaona mambo makubwa ambayo yanaenda kutendeka juu ya maisha yake. Lakini alipokuwa na zile fedha na ile mali papa yake aliweza kumpatia, akakula na wale wanawake wachafu, akakula na wale marafiki wa uongo. Alipomaliza kila mmoja aliweza kutoroka, ana pesa mfukoni, ana chochote. Ndiye alikuja kugundua ya kwamba kumbe marafiki wake ni wa uongo, kumbe wale wasichana walikuwa wanamdanganya, kumbe papa yangu alikuwa ukweli. Ndiye alikuja kujifikiria, akasema ya kwamba I must go and talk to my father. Alafu nimwambie ya kwamba papa, nimekosa kwa aliye juu na juu yako. Kijana akarudi, na nataka kushukuru kwa sababu ya yule papa. Maana kila siku alikuwa anaangalia
akitazama akisema ya kwamba siku moja nitaweza kumuona mtoto wangu akirudi. Akufunjika moyo, akufunjika moyo. Alisema siku moja nitamuona, siku moja nitamuona akirudi, na hakika vile Mungu aliye hai alipokuwa anatazama akamuona kwa umbali akakuja. Biblia inasema papa alikimbia, akakimbia, akungoja yule mtoto amwambie, aseme I am sorry. Akaanza kupiga nduru akisema, leta ndama mzuri nono ili mtoto wangu achinjwe. Leta pete muweke katika kidole yake. Wacha tufanye sherehe kwa sababu ya huyu kijana wangu aliyekuwa amekufa na sasa yu hai. Nataka kushukuru kwa wale wa papa na wale wa mama ambaye wakati watoto wao wanarudi wanawapokea, wanawasamea hata kabla hawajaomba msamaha. Lakini neno kubwa, wale watoto, rudi kwa wazazi wenu. Rudi kwa wazazi wenu. Neno la Mungu linasema rudi ujinyenyekeze. Rudi, baba yako atakusamea. Rudi, baba wetu wa mbinguni ataweza kukubariki, ataweza kukuinua, ataweza kuondoa zile roho chafu ambazo zilikuwa zinakuingia, zinakufanya unakaa unaenda kutangatanga. Kuna watu wengi ambao wamepotea. Walikuwa watumishi wa kanisa, labda walikuwa waimbaji wa kanisa, ama wengine walikuwa members of a certain church, lakini wanatoroka. Walikosewa kidogo wakatoroka, yani a small problem, wakatoroka, wanakimbia. Labda huduma ambao walikuwa wanafanya ndio hao wameenda. Walikuwa wanaimba waimbaji katika kwaya, wametoroka, wameacha kwaya ya Mungu, wameacha huduma ya Mungu, wameacha wameacha kazi ya Mungu. Siku ya leo Biblia inatuambia ya kwamba rudi katika kanisa yako ili uendelee katika huduma yako. Rudi ujinyenyekeze. Kama kuna kitu kitakuja kuangamiza watu katika hii dunia ni kiburi. Nasema mimi ndio nilikosewa, na unajua wewe ndio ulikosa. Rudi kama vile malaika aliambia yule mwanamke, akarudi akajinyenyekeza. Kama vile alirudi akajinyenyekeza, Mungu akaweza kubariki hiyo familia. Wewe na wewe rudi. Wewe mtoto rudi kwa wazazi wako. Wewe mama rudi kwa mume wako. Wewe mume uliyetoroka mke wako, ukamutoroka pamoja na watoto wake, ukaenda kurandaranda mahali ambao ulienda kurandaranda, malaika anakuuliza unatoka wapi na unaenda wapi? Siku ya leo neno la Mungu linasema urudi na Mungu apate kuwabariki. Kama ningekuwa wewe, ningerudi siku ya leo. Ningerudi katika kwaya yangu, ningerudi katika kanisa yangu, tena nitarudi na kunyenyekea. Maneno ya kurudi na kiburi haitakikani katika neno la Mungu. Wewe rudi katika kwaya yako, ujinyenyekeze. Rudi katika kanisa yako, ujinyenyekeze. Rudi kwa mama yako, rudi kwa baba yako. Rudisha watoto wa mwenyewe kwa baba yake, na Mungu ataweza kuwainua. God is waiting for you, my brother. Mungu anangoja ili upate kurudi na kujinyenyekea, na yeye anyoshe mkono wake apate kukuinua. Mungu anakungoja sana. Kwa nini uendelee kuangamia? Kwa nini uendelee kuhangaika? Kwa nini uendelee kutoroka? Kwa nini uendelee kutoroka mahali ujui? Mungu anataka kusema ya kwamba rudi kwa bwana yako, rudi kwa mke wako, rudi kwa wazazi wako. Rudi ndugu yangu, rudi kwa kanisa yako. Yani ulifanya makosa, ulipoulizwa ukatoroka, lakini leo unaambiwa ya kwamba urudi ujinyenyekeze. Hata kama kujinyenyekeza inaonekana ya kwamba ni jambo ngumu, lakini hiyo ndio Mungu anataka. Hayo ndio maombi yangu siku ya leo. Wacha na wewe yawe maombi yako. Jifikirie katika moyo wako. Just think in your heart ya kwamba today lazima I can go back to my church. I am going back to my mother. I am going back to my father. I am going back to my husband. I am taking his children back to him. I am going back to my wife. Ambaye nilitoroka, nikafikiri nitapata mema, lakini nimeona na nimesikia. This is the day ya kurudi mahali ambao tulitoroka kutoka. Bwana wetu Yesu Kristo apate kuwabariki. Hiyo ndio neno la Mungu ambaye nimeweza kuambia ya kwamba ni siku ya kurudi mahali ambao tulitoroka, na Mungu wetu atatubariki ikiwa tutaenda huko katika unyenyekevu. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Naomba tuombe. Baba wetu
na Mungu wetu, katika jina takatifu la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu umenena pamoja nasi, kama vile malaika wako ulimtuma akauliza yule mwanamke, unatoka wapi na unaenda wapi? Ukamwambia, rudi kwa mke mwenza wako, ujinyenyekeze na nipate nafasi ya kukubariki. Naombea wale wanawake walitoroka kwa mabwana zao, Mungu wetu, unaposikia hili neno warudi wajinyenyekeze. Naombea wale wazee ambao walitoroka mabibi zao, pia wapate kurudi na kujinyenyekeza. Kujinyenyekeza ni jambo ambao linatakikana katika haya maisha, lakini kiburi kinaua, kiburi ni dhambi. Uondoe ile kiburi ambao kiko katika mioyo yao. Asante kwa sababu utawainua wale watoto wakirudi, utainua wale wake wakirudi, utainua wale wazee wakirudi, utainua those members who ran away from their churches when they go back and they worship you, wachinyenyekeze. Hayo ndio maombi yangu siku ya leo, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na hata kuamini. Watu wote waseme amen. 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 Asante sana Bishop kwa fundizo nzuri ambalo umetupa asubuhi ya leo, kwamba ni ya kututia moyo. Na utuweke uamuzi wa kurejea na kurudi mahali ambapo Mungu alikwisha tuandaa mapema ili tuweze kufanya huduma kwa njia ya kumpa heshima na utukufu, kwa maana yeye ametenda mengi. Umonchu muligeria mbegatinga waseseni we mambia